Kwa mapenzi Mungu namuomba sana nijalie niweze kumaliza hii taarifa muhimu ambayo niko na nyaraka muhimu sana kutoka CIA, tuziweke wazi leo, watu waweze kuona ni kama nguvu ngapi tutumie, hawa jamaa hawatufai tena. Nimejelewa kuambia kwamba wakati pale naanza kuambia mahabari ya Msigwa, dakika 19 tu iliyopita, Msigwa kaweka habari ya kutoka BOT, naomba muende peke zenu mkaisome. Sasa wamekuwa wanaomba watu waeke hela bank na wasitoe mapesa bank kwa sababu wanaogopa ya uchumi. Naendelea kuhamasisha kwamba bank ya Tanzania sio salama, tutoe hela zetu, na hiyo ndio njia pekee zake ambayo tuko naweza kutumia kufanya kuiparalyze hii serikali. Hawa majamaa sasa wamekuwa wameinama, wanasema kwamba no, tuweke kwa mahela zetu kwa bank ya Tanzania kwa sababu iko salama, na wanaomba watu turudi. Baada tu ya mikusanyiko ya TikTok hizi tunafanya, iko na uhamasishaji mkubwa sana. Kwa hiyo kwa sababu ya kuilinda hii account yangu, ninaweza kutoa dakika 10 azungumze mtu mwingine juu ya hizi mambo mbili niliongea. Ya kwanza juu ya kuwapa ushahidi wa dini zote kuwa inapinga mauaji. Ya pili ya ushahidi kwamba haya mauaji serikali ya Tanzania haijakuwa imeanza leo, kwa sababu hata CIA na FBI wako na nyaraka ambayo nyingine imetoka tangu 2001 juu ya mauaji endelevu ambayo CCM pamoja na TIS pamoja na mamlaka zao wanaua watu, ambayo watu hiyo ambayo inawakataa ama inawapinga mambo zao za ubabe. Kwa hiyo mimi nitakuwa hapa juu kidogo kwa dakika 10 kuiweka account yangu ikuwe sawa, kwa sababu inaonyesha iko weak kidogo. Karibu Nuruvazi hapo kidogo. Yaani unanisikia au nina mwangwe? Unasikika? Yaani mimi ninashangaa sana kama serikali ambayo tuko nayo haina information ambazo nyeti kama hizi, na bado ina blackmail watu wasijue ukweli, ila hali watu wanateseka, ila hali watu wanakufa wengine hata kwa siri. Sasa hao ni watu ambao wanafahamika at least kidogo. Je, watu ambao wafahamiki ambao walijitahidi kuinua mdomo kidogo kwa ajili ya kuongea, wangapi ambao wamepotezwa? Ukatili wa namna gani? Wewe mtu ongee tu ukweli. Unamtesa mtu, unampiga unavyotaka, alafu haitoshi unamuingizia chupa tena mwanaume sehemu za siri. Ila wale walisema wale mashe, nilishawahi kusikia walipoachiwa walisema wale mashe. Ukatili wa namna gani huyu jamani? Kweli. Sasa bora umuue tu mtu, bora umalizie tu kuliko kumfanyia ukatili wa namna hiyo. Sasa ukatili ambao mpaka mnabaka wa kiume wenzenu, alafu unakutana na mtu unamwambia unatetea habari ya maslahi ya taifa, wanatengeneza magrupu ya watu ambao ni chawa, ambao wanakuja against sisi ambao tunawatetea wao. Hawajui kwamba sisi ndio ambao tunawapambania. Sisi hapa tumejitoa, kweli tumejitoa mwanga, mjue. Yaani hii kitu hamna, wanavyolazimisha, wanaongea uongo, wanasema kwamba tunalipwa. Hakuna anayelipwa hata shilingi 10. Alafu walivyo mabumunda sasa, walivyo wajinga, eti wanasema tunalipwa $50. Hivi $50 hivi hata calculation tu mnashindwa. $50 ni shilingi ngapi? Hata ifike hata 200,000. Kama sio mabongolala nyenye ni nini? Ni shilingi ngapi nitakao ulipo kwa ajili ya kuokoa maisha ya nani? Kwa ajili ya kusaliti Tanzania. Tumeibiwa, nyie amkeni. Hao watu watakuja na propaganda ya udini, wanakuja na propaganda sijui kwamba mnahimizwa kufanya fujo. Nimewaambia watu ambao nje ambao wanatetea hawana cha kupoteza. Kwa hiyo kaeni hapo, wanatu blackmail sasa hivi, wanatudanganya ili waendelee kutuibia. Ndio maana hawataki kutoka madarakani. Samia this time hutoboi, nakwambia hutoboi. Kwa ushahidi ambao tumekuwekea, hutoboi. Kwa hiyo mimi nawahimiza Watanzania wote, watu mnaoangalia hapa 3,000 kwangu wako 1,300, na Instagram na TikTok wako karibia 400. Inchi inatuhitaji vijana wote, hasa vijana wadogo. Kuna revolution inafanyika Afrika. Kila kijana hakikisha unaipenda nchi. Watanzania tuipende nchi. Yaani tuipende nchi kuliko unavyofikiri.
Hii nchi hatukupaswa kuishi maisha ambayo tunaishi. Wanatulazimisha hawa. Wanatengeneza majumba nje ya Tanzania. Mlisikia jana Lowassa ana nyumba kule nani, yani kama ni nyumba utitiri, ni nje ya nchi. Sweden. Mkiambiwa mnasema sisi tunalipwa. Sisi tunatetea nchi yetu. Sisi tunaipenda nchi yetu wazee. Sisi tuna uchungu na nchi yetu mjue. Vaeni ili bomu, vaeni ilo vazi la kuipenda nchi kwanza. Sisi hatupaswi kuishi maisha ya kipumbavu. Nimesema wauguzi hawapaswi kulipwa hela ndogo. Polisi wenyewe ambao tunawatetea ambao wanatuua hawapaswi kulipwa hata hizo hela. Wanajeshi wenyewe hao ambao wanatusaliti hawapaswi kulipwa hela ndogo, kwa sababu tuna rasilimali, tunazo nguvu, tunazo utajiri, tunao. Hatuna sababu ya kuwa maskini wa Tanzania. Hatuna sababu ya kuwa maskini. Kwa maskini tunavishwa tu. Kwa hiyo kila mtu kipindi hichi ni jukumu letu sisi kutoka kudai haki zetu, kudai miili ya ndugu zetu ambao wamefichwa. Tuna ndugu zetu wengi wamezikwa, hatujui wako wapi. Kama sio satellite hizi. I say, sijui niwaambieni. Sijui niwaambieje nini. Inaumiza sana lakini hamjui. Sama tuendelee. Okay, nadhani watu mmesikia wote jamani hapa. Yaani madudu wanaosema huko Santa Agostini ni nyumbani, tunakijua hicho chuo. Umeona, wameenda kubeba mpaka wanafunzi, wanawabaka bana, wanawaua. Alafu watu mnasema si nini? Watu wameingia humo, wao FBI wameingia kisirisiri, wamechukua data yote. FBI washindwi kitu. Ndio maana hata kipindi cha Tundu Lissu waligoma wasiwalete. Huyu Tundu Lissu angekuwa sio maarufu, wanaogopa tu kumuua kwa sababu wanajua kimuua ndio mwisho wao wa kutawala. Lakini angekuwa na kajina kaovyo hivi, asingekuepo. Angekuwa shakufa. Na asingekuwa na rafiki Ulaya wapi huko, mara wabunge wa Ulaya wamchague nani, wangekuwa wameshamuua. Hebu jiuliza ambao wana majina. Au hii zera leo tusingepiga kelele kwenye mitandao, si Mwandambo lingekuwa na yenyewe limekwenda na maji. Tusingepiga kelele yule mama wa Chadema kule Mbeya leo angekwenda na maji. Lakini tukipiga kelele anajitokeza polisi, tumemshikilia sisi. Kaeni kimya muone, wanaua. Sasa serikali gani? Alafu unamuona mama amekumbatisha mikono hivi eti wanasali. Sasa wanasali nini wakati wana magereza ya kisiri? Mmesikia hii ripoti ya FBI. Wana magereza ya kisiri ambayo yamesetiwa umeme kwa ajili ya kuwapiga shoti watu ili wafe. Nchi hiyo. Sasa tunapishana nini na Colombia? Nicaragua. Kule ndo kuna mamafia wale huko Nicaragua huko wakina Pablo Escobar. Lakini Bongo eti nchi ya amani kuna kagereza kakutesa watu kwa umeme. Hebu fikirieni. Au wakina Msigwa wanacheka tu, kumbe moyoni wanajua kabisa tumeshaua 20, tumeua 30. Kuna raha gani ya kuishi unaua wenzako? Kuna raha gani? Hakuna raha yoyote. Tuitoeni tu hiki chama. Yaani tusipoe humu kwenye mitandao, tusipoe kila siku ni pini. Madada, punguzeni yale mambo ya sijui Lumaisa na Kibomba. Komaeni tu humu kwenye TikTok ya kuisema nchi. Hii na yenyewe ni maandamano tosha. Hii TikTok ni maandamano tosha. Tukifungua live za hivi watu kama 30 kwa siku, ni maandamano makali mno. Achaneni saizi na kangamoko. Achaneni sui mimi sini yani TikTok ambayo yana maana. Toa huko. Achana na Bitito. Ukaangalia na Bitito eti anafundisha uanisi. Ya nini? Kaa kwenye kaa kwenye hizi. Achaneni kabisa. Haya ni maandamano tosha. Pigeni nondo madada. Ukipanda piga nondo tu, hawa lazima watoke. Maandamano mazuri mno haya. Kweli nawaambia. Wewe unaoandika kwenye comment mimi nitakupandishaje sasa? Kwanza saizi mnaoomba kwenye comment mimi siwataki. Mnakuwa mnakaumbea bure. Tunawapa ambao wako kwenye line. Walioko kwenye line. Karibu dakika 2. Tutapandisha watu 4 mpaka 5 afu basi na nani. Ila muongea haraka. Karibu. Nashukuru sana Blaza Sama. cha kwanza nachotaka kuongea mimi ni kitu kimoja. Unajua
Tanzania nachokiomba tupunguze uoga. Yaani piga mahesabu kwa karipoti yako kafupi aliko kasoma ndugu yangu Abiri. Inaonyesha ni kwamba mateso ya Watanzania tumepitia ni toka muda mrefu. Yaani nyuma. Kwa hiyo sasa ina maana hii imejitokeza sasa hapa katikati hapa. Ina maana wamekuja wamefanya kwa kificho ficho. Imekuja sasa wameanza kufanya moja kwa moja live. Mtu anatekwa na watu wanamshusha kwenye wanamtoa kama walivyomfanya yule mzee, yule mtoa kwenye basi. Wameenda naye huko, ametokomea, wamemtoboa macho. Haya, imetokea tena nyingine, watu wanashushwa kwenye magari. Haya, kuna mwingine wewe alienda akawa anashushwa wanapandishwa kwenye gari. Yaani ni vitu vya hovyo tu wameanza kuvifanya hivi wazi. Kwa vile vya mashe vilikuwa ni vya muda mrefu. Kwa kiufupi, Watanzania tumepitia mateso kwa muda mrefu sana. Yaani ni kwa muda mrefu sana, lakini sasa walikuwa wanafanya kama undercover. Kwa nachokiomba ndugu zanguni, yani tuachane na habari ya uoga. Desemba tutoke. Nashukuru. Okay, asante sana. Jamani, ninasikitisha. Mzee Ali Kibao walimtoboa macho. Huyo Sativa mwenyewe aliponea chupu. Karibu Tagana, si jina lenyewe. Fasta tawakuwa watano afu baadaye tumwachie Abiri. Wa pili wewe, karibu. Asante sana kwa mara ya kwanza nimeingia kwenye hii live, na washukuru sana, Mungu awabariki. Mimi naomba kusema jambo moja. Taarifa ya jana wakati kaka Habili anatoa zile habari za jana, ili nikumbusha, kanirudisha nyuma. Tunakumbuka kifo cha Daudi Balali. Kwa mimi binafsi yangu siamini kama Daudi Balali alikufa, kwa sababu alikuwa huko BOT, walimpoteza ili hizo billions of money wazichukua wakina Kikwete. Mimi mpaka leo huwa siamini kama Daudi Balali alikufa. Wengi tu, sio wengi hatuamini Daudi Balali yake. Tu waligoma kuileta. Ndio. Kwa hiyo mimi nawaomba akina mama, akina dada, watu wote jamani wa Tanzania, Disemba 9 tunatoka. Asanteni. Okay, asante sana. Nadhani mnakikumbuka kisa cha Daudi Balali alikuwa BOT. Wakajifanya eti amesafiri, kumbe wameshamuua shenzi, asijua alimpeleka wapi. Asitoe ile taarifa. Karibu Haki. Karibu. Sasa nabonyeza request huku unakula. Alafu mnaobonyeza sasa hapa mnakuaga hapa juu, mnakuwa mnawaza nini? Ndio maana kila siku nasema wengine walishaye kupanda hivyo wakaanza kutongozana. Karibu. Kagembe. Karibu Kagembe. Huyo naye net yake sio nzuri.